Ni wangapi wanaweza kuvaa viatu vya Raila Odinga siku ya leo? Hili ni swali lililoulizwa na Askofu Profesa David Kodia wa kanisa la Anglican Diocese ya Bondo wakati wa kuaga mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya hayati Raila Amolo Odinga. How many can fit in the shoes of Raila Amolo Odinga today? How many can fit in that shoes today as I speak? Mchanganya picha wa TV kwa namna kipekee aliruhusu picha katika upande ambao ulikuwa na wanasiasa wengi, hasa wa chama kile ambacho alikuwa kiongoza Odinga cha ODM. Mmoja kati ya wanasiasa hao alionekana kushika tama akiwa anaonekana ni mwenye mawazo ya mbali. Wote tutakumbuka katika msiba wa Odinga kulionekana kutoelewana baina ya serikali na wananchi pale walipotaka kuruka ukuta wa bunge ili waingie kuuaga mwili wa Odinga. Wabunge wote wenye ushawishi walitoka kuomba ombelezaji wasifanye hivyo, lakini hakuna aliwasikia. Hata alipotoka spika wa bunge la Kenya Moses Wetangula, walikataa kumsikiliza mpaka alipokuja mbunge mmoja kijana kupanda getini na kuzungumza na vijana hao ambao walionekana angalau kumsikiliza. Ndiye huyu alionekana uwanjani akiwa ni mwenye huzuni. Jina lake ni Dr. Babu Owino, mbunge wa jimbo la Embakasi Mashariki. Siasa za upinzani duniani ni ngumu sana, lakini Afrika zina ugumu wa kipekee. Katika kuishi kwako kama mpinzani, lazima uweke ratiba ya kupigwa mabomu ya machozi, kukaa jela, kushtakiwa kwa makosa ya uongo na kusingiziwa, na hata mali zako kuharibiwa. Na haya ndiyo yanaonyeshwa kwa kijana huyu mwenye miaka 36 tu kuwa yupo tayari kuyapitia. Hivi leo kusema kuwa anaweza kuwa Odinga, jibu ni hapana. Kwani Odinga alishafanya mambo ambayo yatadumu kwenye siasa za Kenya na siasa za kipekee katika bara la Afrika. Kwa nini nimetazama kama Dr. Babu Owino anaweza kurithi angalau nafasi ya Odinga? Je, ni nafasi yenye kiti kwenye chama? Jibu ni hapana, anaweza siipate. Lakini nafasi ya kisiasa kwa taifa la Kenya na kukubalika angalau hata kwa uchache tu kama alivyokuwa kukubalika Odinga, huenda akafanikiwa. Je, huyu ni nani hasa? Kwa jibu fupi, ni nyota ya upinzani. Ni nyota ing'ayo ya ukombozi wa Kenya na taswira ipendwayo na vijana ambao ndio mhimili wa nchi kwa sasa. Amekulia kwenye mazingira maskini, amekuwa akipigania ukosefu wa ajira, uwepo wa kodi kubwa na maisha bora ya Wakenya. Ni msomi haswa, ana degree ya sheria na masters yake ambayo anasema aliamua kusoma sheria ili kuwasaidia watu bure pale wanapopata matatizo ya kisheria, na amewasaidia vijana walioshikwa na kushtakiwa katika maandamano kadhaa yaliyotokea nchini Kenya. Wapo walioshtakiwa kwa ugaidi na wengine walio magerezani aliwasaidia, huku akisema hawalipishi kwa sababu hawawezi kufikia gharama zake. Yapo matukio kadhaa ya miaka karibuni aliyofanya yanayofanya kuamini kuwa anaweza kuchukua nafasi hiyo. Kwanza, hajawahi kuwa dhaifu kwenye kutetea. Hajawahi kuwa dhaifu kutetea watu, iwe ni bungeni au nje. Akiwa bungeni ni mwenye kuwasilisha hoja zake kwa ukali na lugha iliyonyoka bila kupindisha maneno wala kumwogopa yoyote kwa kutazama umri, elimu au nafasi. Yeye ni mbunge wa jimbo la Embakasi Mashariki na amefanya kila alichoahidi, ikiwemo upatikanaji wa maji safi, elimu bora, barabara bora na kuchochea maendeleo kupitia viwanda ili kukuza ajira. Pamoja na kuwa mbunge wa Embakasi Mashariki, lakini kila jimbo, kila kaunti anapopita nchini Kenya, alionekana kukimbiliwa na watu, kukumbatiwa na watu, huku wakiimba babu, babu, na wengine wakisema babu kwa sababu, babu for governor, babu for presidents. Ni mtata. It's in the book, fools in this house. In the book of Proverbs 26, the Bible says, Mr. Speaker, that never respond to a fool because the... Order, Babu Owino. A fool is somebody who does not understand something. Order, Babu If I Owino. think that somebody is a fool, why should... Order, Babu Owino. Yes, Babu. I withdraw
And apologize. I don't apologize, Mr. Speaker. Withdraw and apologize. You can give the mic to somebody else, Mr. Speaker. Okay. And I don't withdraw. Okay, truncate the mic. Madam Speaker, in fact, when I woke up today morning, I realized that I'm wiser than I was yesterday. And as I'm speaking, I'm now wiser than I was 2 seconds ago. Mwaka huu alifukuzwa bungeni kutokana na kuingia na tai za wanasheria bungeni, na alipotolewa alisema nimechukua angalau miaka 6 kupata tai hii. Wengine tai wanazovaa bungeni wamechukua miezi 6 tu. Inawezekanaje wanitoe? Me, it took me 6 years to earn this. Then I'm being sent out, so you wonder who was supposed to be sent out. Kila chapisho lake analoweka katika mitandao ya kijamii, watu huweka maoni yao wakisema Babu kwa sababu, Babu for governor, Babu for president. Kwa nini anaonekana nafasi ya ubunge haimtoshi? Anafaa kuwa nafasi ya juu zaidi. Hii ni kwa sababu nyakati zote amesimama upande wa watu, sio upande wa serikali. Amesimama upande wa haki, sio upande wa unyonyaji. Wakati wengine wakikimbia na kujificha baada ya maandamano makubwa yaliyotokea mwaka jana nchini Kenya, Babu Owino aliruka geti la bunge ambalo ndilo alisimama juzi na kuungana na vijana kuandamana. Si hivyo tu, hili limemgharimu, kwani hata kesho yake alitoka nyumbani na kwenda kuungana na vijana huko bunge wenzio wakiwa bungeni na ratiba zingine. Tukio ambalo lilisababisha serikali ya Kenya kumwondolea ulinzi aliokuwa amepewa. Amekuwa ni kivutio kwa vijana na hata wazee nchini Kenya wakitaraji kumwona akitoka ubunge na kuwa gavana wa jiji la Nairobi, pamoja na vikwazo anavyopitia kwenye chama chake. Sidhani kama na busara za kutosha kuwa kiongozi mkuu wa chama atakayekiongoza kwa busara na mafanikio, ila naamini anaweza kuwa sauti ya wengi, kazi ambayo alifanya kwa bora Raila Amolo Odinga. Najua kuna mtu mahali atahoji, kwa nini nafasi hiyo isiyo kwa Edwin Sifuna, Martha Karua ambaye ameshawahi kufanya kampeni pamoja na Odinga, au Rigathi Gachagua? Jibu langu ni rahisi. Ulimwengu wa siasa barani Afrika na duniani umebadilika sana. Watakaoongoza kwa siku za mbeleni ni vijana wenye ushawishi wa kisera kwa vijana wa sasa maarufu kama Gen Z. Na hapa kwa nchini Kenya, huyu anaweza kuja kuwa mwenye ushawishi huo kama ataweza kuviruka viunzi vyote vya kukaa jela, mabomu ya machozi, kuharibiwa mali, kufungwa, kupigwa, kudhulumiwa katika nyakati zote za kisiasa. Je, unamtazama nani kama mtu atakayeweza kuja kuwa na ushawishi na uwezo wa kisiasa akivichukua viatu vya Raila Odinga? Angalau sio kuvivaa vikamtosha, lakini akafanya kwa kiasi.